Kristo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana kwenye maendelezo wa vipindi vyetu katika chaneli yetu ya Sabina Ruyego. Kipindi kilichopita nilikuwa nazungumzia kwa habari ya kila mtu ana madhaifu yake, kwamba unajua udhaifu wako, na niendelee tu kusema kwamba ni muhimu kama hujaoa au hujaolewa, jua kwamba kila mtu ana mtu wake. Kwamba Mungu alikuumba wewe una mke wako, Mungu alimuumba mwanamke ana mume wake. Wiki nadhani wakati nimetoka tu kurekodi hiyo video, wakati napita YouTube nikakutana na watangazaji wa Wasafi Media, walikuwa wanazungumza kwamba kuna nyumba ndogo zinasaidia nyumba kubwa kuendelea. Kwamba kuna nyumba ndogo anakushauri kwamba fanya hii hela, fanya hiki, hii hela fanya hivi, na huku nyumba kubwa inafanyaje, inaendelea. Kwamba kuna nyumba ndogo ana akili sana. Sasa nikasema hawa wanazungumzia kwa mtazamo wa kibinadamu wa kidunia, kwamba kuna nyumba ndogo wana akili, lakini ukweli ni kwamba hawa wanaume Mungu aliwaumba walikuwa na udhaifu wa kutokuwa na mambo ya kuchanganua vitu, au sijui nisemeje, akili nyingi. Ndio ile nasema upambanaji, kwamba kuna mwanaume anajua anawekeza hapa, anafanya hivi, lakini kuna wengine Mungu amewapa kitu kingine, anajua kitu zaidi, wanajua kitu kingine zaidi. Sio kwamba hawana akili au sio wana upungufu wa vitu, hapana. Mungu kila mtu huwa kuna msemo anapenda kutumia kwamba kila mtu ana division wani yake mahali fulani. Yaani usiseme aliyepata 4 ni kilaza, no. Kuna mahali ukimweka huyu aliyepata 4 ana kitu chake ambacho kikifanya huyu aliyepata 1 hawezi kukifanya. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba huyu anayesema kuna nyumba ndogo inamsaidia nyumba kubwa, ni kwa sababu wakati anatafuta mweza hakumshirikisha Mungu, ili Mungu ashughulike, ampe mtu ambaye atauficha ule udhaifu wake. Ukiona una mke na hauwezi kupiga hatua, una upungufu wa mawazo, ni kwa sababu Mungu ukupata mtu ambaye anaweza kupambana na udhaifu wako. Ukupata mtu ambaye anajua kwamba mume wangu kwenye hiki anatakiwa kufanya hiki, kwenye hiki anatakiwa kufanya hiki. Kwa sababu mara nyingi, na ili ni kosa ambalo wanaume wengi huwa wanalifanya, wanaogopaga wanawake wenye akili. Fuatilia sana, wanawake wengi wenye akili ni masingle mother. Kwa nini? Wanaume wengi wanaogopa, wanasema huyu mwanamke anajua vitu sana, kama nilivyosema ile video iliyopita, anajua vitu sana, kwa hiyo atanisumbua. Sasa bila kujua, na wengi wanafanya hivyo kutokana na ushauri wa marafiki. Sasa tukirudi kwamba unatakiwa uwe na mtu wako, ukitambua kwamba unatakiwa uwe na mtu wako ambaye kama neno la Mungu linavyosema katika Mwanzo ile 18 mstari wa Mwanzo 2:18 nasema, sitamwacha huyu mtu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nini maana yake? Mungu anatakiwa akupe mtu atakayeendana na wewe. Sio kufanana, mtafanana kwamba mtakuwa na tabia moja, labda mtakuwa na kitu fulani, hapana. Mtu ambaye mtaenda pamoja. Nikutolee mfano mmoja. Kuna changamoto kubwa sana, kuna watu wameoa lakini hawatamani hata kurudi nyumbani kwao mapema. Kuna siku nilikuwa nimetoka kupamba, nilikuwa kwa saa 9 usiku hivi. Ile shughuli ilikuwa kuanza kesho yake asubuhi. Tukawa tunapita katika barabarani, naona magari yamepaki hapo. Yule dereva boda akasema, kuna wanawake wana shida sana. Yaani hawa ni wanaume za watu, wamepaki magari hapa, sijui anarudi nyumbani kwao saa ngapi. Lakini baadaye nilitafakari, nikasema kuna cha kwanza ni tabia ya mtu, kwamba alishazoea kukesha baa, anarudi nyumbani kwake saa 9 za usiku, saa 10 za usiku. Lakini kuna cha pili, kuna wale ambao wameoa wanawake ambao sio wa kwao, kwa hiyo hatamani kurudi nyumbani. Iko hivi, tunaposema ndoa
na wengi sasa hivi hawajui hicho kitu. Nita rekodi video nyingine kuelezea vizuri kuhusu ndoa na tafsiri ya ndoa ambayo watu wengi sana hawajui. Tunaposema kuhusu ndoa, ni hautafuti mwanamke wa kukuzalia. Kuna watu wanachemka hapa anakuambia, wewe bora uende ukachukue kijijini mwanamke ambaye hana elimu, hana nini, umuoe ndo atakusikiliza. Hata kuletea fujo. Ukiwa hawa wasomi watakusumbua. Sio habari ya msomi, sio habari ya mtu ambaye ametoka kijijini. Ni habari ya kuoa life partner wako. Kuna video huwa zina trendi kwenye media kwamba ukiona yani mwanamume anarudi akwambia yani ngoja nikupe umbea wakazini sio nini, na mwanamke ngoja nikupe umbea kama ni wa mtu ofisini, kama ni mtu ambaye anashughulika yani wanapiana zile habari. Kuna siku nilikuwa namsikiliza za Maladi Mtetema, anasema mimi mume wangu mara nyingi nikiona huku kitu nampigia simu, tunashirikishana, tunacheka. That is life partner. Yani kama ni mwanaume sasa unataka kuoa, usiangalie watu wanasema wanawake wa siku hizi wanasumbua. No, sio wanasumbua. Ni mtu hajapata life partner wake. Kwa sababu hata kuna wazinzi ambao wamebahatika wamepata life partner. Mimi kuna ndoa ambazo ninazifahamu. Kuna dada mmoja anakaa mtaa wa pili kutoka hapa nakoishi. Nilikuwa nasimuliwa na dada alikuwa ananisuka na niambia mama fulani. Yaani wadada wa kazi wakifika hapo anaambia jamani kuwa makini, mimi mume wangu anatembeaga na wadada wa kazi. Just imagine kwamba mwanamke anajua udhaifu wa mume wake ni uzinzi na ameshaubeba anaishi nao. Kuna wanawake wangapi wako makanisani leo wanalia wanaomba kwa sababu wanaume zao wabadilike ni wazinzi. Wapo hapo hawajakimbia. Kwa nini? Huyu mtu amepata life partner wake, amepata mtu ambaye ataweza kubeba ule udhaifu wake, atamuombea, atapambana naye. Kwa just imagine mtu anajua kabisa mimi yani dada wa kazi akifika lazima mume wangu alale naye. Anajua kabisa. Umeelewa? So usikulupuke au usiende tu kaoa au kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu usipopata mtu wako ni sawa na kuvaa kiatu kinachokubana, ni lazima utakivua. My dear, ni lazima utakivua. So usiwachike hao walio sijui achana waliofanyaje. Yani ukiolewa na mtu ambaye sio wako, my dear, ni kiatu kilichokubana. Ni lazima utakivua tu, maana hakikutoshi. Hiyo safari haiendeki. Yani haiendeki. Sio swala la kusema zamani kuna wanawake mbona walikuwa wavumilivu. Sio walikuwa wavumilivu, walikuwa hawana pa kwenda. Serious. Walikuwa hawana pa kwenda kwa sababu zamani ilikuwa ni ardhi. Kwa mtu akiolewa ni ameondoka kwao, ardhi imebaki na familia yako. So akisema kwamba anaondoka pale anaenda wapi? Na ndio maana chunguza, fanya uchunguzi. Wamama wengi wanaosumbua kwa mwana zao ni wale ambao waliteseka sana kwa waume zao. Umenielewa? Na kingine ambacho nataka uendelee kuchunguza ni kwamba hawa watu waliteseka, walichofanya wakamishia upendo wao kwa watoto wao. Walivyohamisha upendo kwa watoto wao, ndio maana unakuta wale wazazi wa zamani wale anaweza kaenda akakaa kwa mwanamume kwa mtoto wake hata mwaka mzima, hata miaka 5. Amemwacha mume wake kijijini. Kwa nini? Ule upendo ulishatoka. Hakuwa na pa kwenda, alikuwa pale tu kwa ajili ya watoto wake. Kwa hiyo usije ukasema kwamba ni nitaoa sijui mwanamke wa nini wa kijijini au wanawake wa zamani ndio walikuwa na uvumilivu. Walikuwa hawana pa kwenda. Walikuwa hawana pa kwenda. Sikiliza hata watu ambao walikuwa wamesoma zamani. Kuna mama mwingine kwa namsikiliza, mama Mawigi, mama yake na Koi. Anasema mimi ndoa yangu ilinishinda. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na kitu cha kufanya. Wapo watu ambao wameoa wanawake wa kutoka kijijini. Na mtu ambaye karibu yangu kabisa namfahamu, alichukua mwanamke amemaliza darasa 7, hajawahi kuguswa na mwanaume. Kule kwao alikotoka ni hata gari kupita ni shida, lakini huyo dada akaja akamuoa. Kilichofuata saizi yeye ndo kaikimbia nyumba akamwachia mwanamke. Na huyo dada anamwambia kabisa mume wake, kati ya wanaume wewe ni mwanaume, ni mdada huyo ambaye alitolewa kijijini. Yani hata hajui gari linafananaje. Kwa hiyo swala ni wewe upate life partner wako. Upate mwanamume ambaye atakuwa mume.
nitaelezea sifa za kuwa mume ni anakuaje na mke unatakiwa kuaje. Kwa hiyo ukishapata yule wa kwako, aliye ubavu wako, kama ni mwanaume aliye ubavu wako, ni lazima apatikane mbeni msaidizi kwako. Kwa kama ni msaidizi kwako, kama ni wewe uliumbwa na udhaifu wa kutokuweza kujua kupangilia kufanya maendeleo, ufanye biashara 1 2 3, Mungu atakupa mtu ambaye atakuwezesha kukuongoza, tufanye biashara hii, tufanye hiki na mtaenda. Kama ulikuwa na shida sijui kuvaa, Mungu atakupa mwanamke, atakuwa anakununulia nguo. Wapo wanawake ambao wanawanunulia nguo wamezao, wanaume wao hawajui hata kuvaa, afu ni wabairi, hata kwenda dukani hawezekani. Wapo anatoa hela yake tena ya mfukoni, anaenda anamnunulia mume wake, atampa avae. Wapo wanaume ambao wameoa wanawake hawajui kupika. Kuna mwingine anakuambia eti mwanamke wangu hajui kupika. Yeah, that is not your wife. Kuna mwanamume anakuja kabisa, leo mwanamke ngoja tufungue YouTube tujifunze ikiwa anapikaje, ameungwa kubeba udhaifu wa huyo mwanamke. Kwa nini watu wanawakosea? Eti kuna watu nasikiliza kwenye mitandao ya kijamii, ndio maana nasema tuenayo makini sana. Anasema ukitaka kuoa, mwanamke anajua kupika, mwanamke sio anajua kufanyaje. No, kila mtu ana udhaifu wake. Kupika ni karama, sio kila mtu anakuwa anaweza. Kuna mwingine anapika lakini kitu sio kitamu. Yaani ukitaka kugundua, walitengeneza mashindano nadhani Clouds ya chapati mnyambuko sio nafanyaje. Kwa nini atokea mshindi wa kwanza mpaka wa mwisho? Kwa sababu kila mtu kuna kitu Mungu amempa. Hata sisi tunaopika vyakula, mimi ni mpishi kwenye mashuhuri ya watu. Toka niko mdogo nilikuwa nikipika kitu, ndizi hizo ambazo ndizi nyama, mtu akila jamani ndizi tamu, nikipika jamani ni kitamu. Ni karama Mungu ameachilia ndani yangu. Kwa hiyo siwezi kuona kwamba yule ambaye hajui kupika kwamba sio mwanamke bora. No. Kila mtu ameachilia, Mungu ameachilia kipaji juu yake. Kwa unachotakiwa kujua kwamba omba mwanaume wa kwako, omba mwanamke wa kwako. Kama ni mwanaume, hakikisha unamuomba Mungu akupe aliye ubavu wako. Atakayekuwa ubavu kwako atakayekuwa msaidizi kwako. Mwanamke, omba mwanaume ambaye atakuwa yani mume kwako. Yani sike mahali wewe ndio unaonekana ni mwanaume kwenye hiyo nyumba, hapana. Ukiona hivyo kuna gepu mahali, atakayekuwa mume kwako. Kwa hiyo zidi kumomba Mungu, muombe Mungu neema. Mwambie Mungu neema ulioachilia kwenye ndoa za watu wengine, naomba hiyo neema ije kwangu. Kwa sababu ni kwa neema ya Mungu tunapata. Lakini sio kwamba tukae kimya kwa sababu neema ipo. Mungu ametuambia tuombe tutapata, tutafute tutapewa, tubishe hadi tutafunguliwa. Kwa hiyo tumsihi Mungu, sichoke kuomba. Ninawapenda sana. Neema Mungu alioachilia ndani yangu iwe na juu yenu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mbarikiwe sana.